connection zinaendelea kusambaa miaka na miaka. Yaani ni kama hivi jamii haijifunzi. Sasa mimi nataka tu niwashirikishe kitu kimoja kwenye ulimwengu wa teknolojia. Unavyokuwa umerekodi video chafu au picha chafu umepiga, ile picha au ile video hutoweza kuiondoa kwenye huu ulimwengu. Yaani wewe utaona kama umeifuta kwenye simu yako. Tena kuna kitu kimoja wengi hawajui. Ukifuta video au picha kwenye simu, pale kwenye simu inaenda kwenye trash au recycle bin, au kuna namna nyingine ambavyo watakuwa wameiname kulingana na kifaa unachotumia na software unayoitumia. Ile picha itakaa kule siku 30. Kwa hiyo inawezekana hujui pia. Ukaenda ukasema kwamba ameifuta. Kwa hiyo haitakuwepo tena kwenye simu yake. Ameifuta, imehamia kwenye recycle bin. Yule mtu kama anajua, anaweza akairestore ile picha ikarudi tena kwenye simu. Sawa? Kwa hiyo tuwe makini. Na kwa nini naendelea kusisitiza tuwe makini na kuacha kabisa kuweka video au picha ambazo hatutaki ziendelee kuwepo kwenye huu ulimwengu? Ni kwa sababu wengi wetu hatuna knowledge ya kutosha ni kwa namna gani hii teknolojia inaweza ikakaa na vitu. Sawa, umerekodi video, umepiga picha, mwenzako amekuonyesha kwamba ameifuta, lakini muda ule ule yeye ana application nyingine kwenye simu yake ambayo inatunza taarifa kwenye cloud. Ameichukua ile video, ameiweka kwenye cloud. Kwa hiyo kwenye simu atakuonyesha kama ameifuta, lakini huko kwenye hiyo service ya cloud anayotumia kuweka taarifa zake bado ipo. Kwa hiyo tusijiingize kwenye matatizo ambayo yatatusumbua milele, kwa sababu mtu akishakuwa na video yako chafu ataweza kukutisha maisha yako yote. Labda wewe na roho ngumu mwambie achia. Sawa, na ataweza pia kukucontrol. Inawezekana muda huo umeshaingia kwenye ndoa, una familia kabisa, lakini kwa sababu ana zile video anakutikisa. Sasa wewe anakujaza kwenye mfumo, anafanya ufanye kile ambacho anataka ili uwe salama. Sasa tuwe makini, tuache wadogo zetu wa kike na wa kiume. Jamani, kama mnafanya mambo ya faraha, yabakie huko faraha. Ikiwezekana, kabla hujaingia kwenye faraha na mtu, kubalianeni simu muache mapokezi, au kila simu ichukuliwe, zifungwe sehemu ambazo mtaziweka mtu yoyote asizifikie kwa wakati huo, kwa sababu hii hali inatisha. Yaani maisha yanaendelea, leo na miaka 20, 21, 22 hapo, kesho na kesho kutwa wewe ni mtu mzima, ni baba wa baadaye, ni kiongozi mkubwa wa baadaye. Sasa vipi umekuwa kiongozi mkubwa, mfanyabiashara mkubwa, msanii mkubwa, mchezaji mkubwa, mtu anakuonyesha video yako. Anakuambia sasa wewe si golikipa leo unadaka Simba au Yanga mfano. Hiyo miaka ya mbele huko, miaka 20 mbele, 10 mbele. Leo usipoachia goli navujisha hizi video. Huo ni mfano tu nimetoa. Kwa hiyo inawezekana ikawa kwenye sehemu tofauti ukatishiwa. Kwa hiyo hakikisha haujiingizi kwenye matatizo yasiyokuwa na lazima.